Lissu kusema kwamba akitoka ndio tuzungumze ni sahihi, lakini sio kwamba anapiga magoti kwamba niachieni ili tuzungumze. Ni kuibuka kwa sintofahamu kwa wanachama pamoja na wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kufuatia taarifa ya wakili Paul Kisabo kuhusu ujumbe wa mwenyekiti wa chama hicho taifa Tundu Lissu mara baada ya kuonana na mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola Lazarus Chakwera. Chadema ilitoa taarifa kwa umma ikinukuu ujumbe huo wa wakili Kisabo wa Aprili 16, 2026. Hata hivyo, baadhi wanatilia mashaka taarifa hiyo ya wakili Kisabo, akiwemo Godbless Lema akisema kuwa Tundu Lissu hajawahi kuweka sharti la kuuza uhuru wake kwa njia ya mazungumzo. Kufuatia mkanganyiko huo, Land Dwellers imezungumza na mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Chadema, Gervas Lienda. Kwanza ni kufahamu kama wakili Kisabo aliwasiliana nao kabla ya Chadema kutoa taarifa hiyo kwa umma. Kuhusu swali lako kama Kisabo aliwasiliana na sisi, ndio. Aliwasiliana na sisi na akaweka lile andiko lake kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii. Kipi kilitangulia, ni kuwasiliana na nyinyi ndo akaweka andiko, ama andiko ndo lilitangulia ndo baadaye akawasiliana na nyinyi? Aliweka andiko lake kwanza alafu akawasiliana na sisi. Na pengine kabla wakili Kisabo kwenda kumuona Lissu aliwasiliana na uongozi ama kiongozi yoyote wa chama, wakiwemo mwanasheria mkuu wa chama Dr. Rugemeleza Nshala na viongozi wengine? Sifahamu kama aliwahi kuwasiliana na kiongozi yoyote, lakini Kisabo ni mmoja wa mawakili wa kwenye jopo la Mheshimiwa Tundu Lissu. Hawa mawakili wana haki zote za kwenda kumtembelea mteja wao. Sio hawahitaji ruksa ya kiongozi yoyote wa chama. Kwa kuwa tu wao ni mawakili wa Mheshimiwa Lissu, wana haki ya kumtembelea muda wote kama sheria inavyowataka, kwenda kuzungumza naye, kujadiliana naye, kushauriana naye, kuchukua maelekezo kutoka kwake, kufanya tafiti fulani juu ya kesi inayomkabili. Unajua Tundu Lissu yuko ndani, hawezi kufanya utafiti wowote, hana access ya kusoma document zote kule. Kwa hiyo ana jopo la hao watu au mawakili ambao huwa anawapa maagizo kwamba anahitaji jambo fulani mkalifanyia uchunguzi, wanakwenda kulichunguza, anawapa maelekezo kadha wa kadha, wanafanyia kazi, wanampa feedback kwa ajili ya mwenendo wa kesi ile. Kwa hiyo mawakili wamekuwa wanakwenda mara kwa mara. Na unajua sasa hivi kuna zuio kwamba wanaopaswa kwenda kumuona si watu wa familia. Hata viongozi wakuu wa chama na si viongozi wengine tunashindwa kwenda kumtembelea. Hata mawakili kuna kipindi walikuwa wanakataliwa kwenda kumuona. Kwa hiyo mawakili wamekuwa wanakwenda kule kama kubahatisha. Tu mtu akipata nafasi, hebu ngoja niende, kama leo magereza watanipa hisani ya kumuona mteja wangu. Kwa hiyo nadhani ndo kama ambacho kilitokea kwa Kisabo, kama ambavyo huwa inawatokea mawakili wengine. Alikwenda anadai akakutana na Lissu, wakajadiliana hayo mambo, na akaja akayaweka kwenye public na akatuambia sisi chama kwamba nimeongea na Mheshimiwa Lissu, ameniambia hivi. Sasa kwa nini alianza kuweka kwenye mtandao wake kabla hajawasiliana na sisi, hiyo nisingependa kuisema hapa, lakini jambo ambalo tulishalijadili kama chama na tulishalijadili na Kisabo. Namna ipi nzuri ya kwenda inapotokea kuna ujumbe kutoka kwa mwenyekiti kuja kwa umma, tukazungumza namna nzuri za kufanya. Ikumbukwe Kisabo sio mwanachadema, Kisabo sio kiongozi wa Chadema, Kisabo ni mwanasheria tu, ni wakili. Lakini Tundu Lissu ni kiongozi wa Chadema, ni icon ya chama. Kwa hiyo kuna jambo lolote analoliweza kuliongea Tundu Lissu kumweleza mtu yoyote, yule mtu akiliweka kwenye public kwa namna moja au nyingine linaiathiri chama in a very positive way or very negative way, kwa hasi au kwa chanya, inaliathiri chama.
tunaona kuwa mara kadhaa watu wamekuwa wakienda wakimuona na wakitoa jumbe zao kwamba wameambiwa Lissu na mwenyekiti Lissu kitu fulani. Unadhani ni kwa nini sasa hii ya Kisabo kidogo imeibua sintofahamu ndani ya chama chenyewe kwa viongozi wakubwa akiwemo Godbless Lema mwenyewe na wanaharakati wengine wakubwa? Unadhani kwa nini kwa Kisabo imekuwa hivi? Kuna kitu kimoja kipo pale ambacho ninadhani ndio kimeleta hiyo sintofahamu kwa umma. Unajua watu wapo sensitive sana na masuala ya maridhiano. Yaani Chadema kukaa kwenye meza na serikali kukaa kwenye meza na Chama cha Mapinduzi. Sasa ukifuatilia watu walichokiandika wameguswa sana na ile kauli iliyosema kwamba yupo tayari, na kuna vichwa vya habari fulani vilitoka kwenye vyombo vya habari kwamba yupo tayari kuzungumza, yeye na chama chake wapo tayari kuzungumza kama akitoka gerezani. Hicho kitu ndio kimeleta hii sintofahamu. Ninadhani watu wameshindwa kuitafsiri vizuri. Jambo la kwanza, Chadema miaka yote hatujawahi kukataa maridhiano, yaani mazungumzo. Hatujawahi kukataa kuzungumza. Ndio maana kabla ya uchaguzi tulisema tuzungumze kabla hatujaenda kwenye uchaguzi kuhusu marekebisho ya sheria za uchaguzi. Meza ambayo haikutakiwa na haikuwahi kukaa. Kwa hiyo hata sasa hivi baada ya yote haya yaliyotokea, sio kwamba Chadema hatutaki kuzungumza na mtu yoyote. Na hii tumekuwa tunaisema mara nyingi. Chadema hatutaki mazungumzo yenye ulaghai. Hatutaki mazungumzo yenye hadaa. Hatutaki mazungumzo yenye ujanja. Tunataka mazungumzo yenye manufaa kwa taifa. Sio kwa manufaa ya Chadema au ya mtu mmoja mmoja. Yenye manufaa kwa umma wa Watanzania. Kwa maana hiyo, Lissu kusema kwamba akitoka ndio tuzungumze ni sahihi, lakini sio kwamba anapiga magoti kwamba niachieni ili tuzungumze. Na sisi tumekuwa tunasema hatuwezi tukaenda kwenye mazungumzo yoyote wakati mwenyekiti wetu yuko ndani. Yeyote anayetaka kuita Chadema kwenye meza yoyote, sisi Chadema lazima tukae kwenye vikao vyetu vya ndani ili kuchambua tunakwenda kwenye mazungumzo au hatuendi, na tunakwenda na ajenda zipi. Mtu wa kukiongoza hicho kikao ni anaitwa Tundu Antipas Lissu ambaye yuko gerezani. Kwa hiyo hatuwezi tukafika kwenye conclusion kwamba twende kwenye meza yoyote ama tusiende, tuwe na ajenda hii au tusiwe na ajenda hii, kama hatujakaa kikao kitakachoongozwa na Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo kama Lissu alisema, alinukuliwa popote kwamba tupo tayari kuzungumza mimi nikitoka, yupo sahihi. Yeye ndio mwenyekiti wa chama, lazima atoke aongoze vikao. Kwenye vikao ndio yatatoka maamuzi ya kikao, sio maamuzi ya Tundu Lissu kwamba twende ama tusiende. Hatuendi kwa sababu zipi, tutakwenda kwa sababu zipi. Sijui kama naeleweka. Unaeleweka, lakini vile vile pengine tayari kumetokea sintofahamu, unaweza kusema ni communication crisis ndani ya chama. Chama pengine hakijasema chochote mpaka sasa. Unadhani hii huoni kama inachochea communication crisis ndani ya chama? Tutasema leo Jumamosi. Sawa, na pengine umemtafuta wakili Kisabo naye, maana ujumbe aliotoa ni tokea juzi tarehe 16 mwezi wa 4 mpaka leo naye amenyamaza. Pengine mmeshawasiliana na wakili Kisabo? Hatujawasiliana naye. Ujumbe wa Kisabo upo kama ulivyo. Kisabo tulishawasiliana naye kuuliza kama ile account ni kweli kile alichokiandika ni ameandika yeye, akasema ni yeye. Kwa maana hiyo Kisabo tulishamalizana naye. Mimi ninachokiona hapo ni taharuki ya watu kutafsiri vibaya baadhi ya sehemu za ule ujumbe. Watu wanatafsiri kana kwamba Tundu Lissu yupo tayari kuingia kwenye maridhiano
pindi tu akitolewa. Watu wanatafsiri vibaya ule ujumbe. Ujumbe ule haumaanishi hivyo, kwamba Lissu aununue uhuru wake kwa gharama ya kufanya maridhiano na serikali. Hiyo sio tafsiri ya ule ujumbe. Naam, huyo alikuwa ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Chadema Gervas Lienda akizungumzia kinaga ubaga sintofahamu ya ujumbe wa Lissu uliochapishwa na wakili Paul Kisabo. Endelea kufuatilia Land Dwellers.